Bana ni aje? Ile movie yetu ya Baraluko imeshatoka na hivi sasa imefikisha takribani wiki mbili toka imeanza kutolewa. Basi humu ndani kuna visa vingi sana ambavyo unabidi ujifunze kuhusiana na usaliti, lakini pia namna gani ya kujua siri nzito zinavyoweza kuwa na gharama kubwa sana kuzitunza. Sawa sawa. Basi kama unanitegea sikio lako vizuri kuisikiliza Baraluko, na kwa ufupi kabisa nitakuletea simulizi hii kwa Kiswahili, na kuomba tu uweze kubonyeza alama ya subscribe, maana akaunti yangu hii ya YouTube basi ni mpya kabisa, na wewe kama ndo umeipata kwa mara ya kwanza, bonyeza tu kwa upendo, alafu weka like na dondosha comment yako ili tuweze kupush hii account iweze kupata subscribers 1000 na kuendelea ndani ya mwezi mmoja, na wewe kuwa mtu wa kwanza kabisa kutusupport sisi. Asante. Sasa basi movie yetu inaanzia hapa ambapo tunamuona Gabo Zegamba ambaye amecheza kama Dayo kwenye hii series. Huyu dada anaitwa Annabella, anampiga kibao, na baada ya kumpiga kibao anaanza kuongea Kiruga, na mazungumzo ambayo walikuwa wananena kwa lugha ya Kikwao walikuwa wakizungumza. Maana hii movie ina scene chache ambazo zinaonyesha kuna namna fulani hivi wametumia lugha ambayo ni native language, ambayo ni lugha za hizi tunasema vernacular languages kama Kisukuma na nini. Sijaifuatilia zaidi kujua hii ni lugha gani, lakini walikuwa wanaongea kilugha ambacho ni kama watu wanaongea marugha fulani hivi ya Kikwao huko. Basi kulikuwa na malalamiko huku, binti alikuwa akilia sana akilalamikia Gabo. Utaweza tu kuelewa ni nini kilikuwa kinaendelea kwenye hii movie na katika hii scene kielezewa nini. Basi baada ya kile kibao Gabo alionyesha kughadhabika sana na kuanza kumfokea Annabella. Basi Dayo ameamua kuchomoa kisu hapa, na alivyochomoa kisu akamkata nacho shingoni mara moja huyu Annabella, na Annabella anakuja kumonyesha kwa kidole na msontea kwamba kuna mtu yuko kule. Baada ya kumsontea alikuwa ni Mario ambaye huyu ni mzungu mmoja, alikuwa akionekana akiwa na vazi la kijeshi na radio call kwenye kifua chake. Basi Gabo alipomtazama muda wote ali Annabella anavuja damu na akadondoka moja kwa moja. Anakuja kuonekana pia huyu mzungu ambaye ni Mario anampiga bastora Gabo, na baada ya hapo Gabo anazinduka kutoka usingizini. Basi hii hapa ilikuwa ni ndoto tu. Baada ya hapo tunakuja kuonyesha kwamba siku iliyofuata baada ya Gabo kuamka, alikuja nje akakuta Annabella yuko na zozana. Mazungumzo yalikuwa ni mzozo kati ya mke wa Gabo ama Dayo akizozana na huyu Annabella. Walikuwa wakizungumzia swala la mimba. Anasema unapenda tu kuvuavua nguo. Imekuwa ni rahisi sana wewe kuwavulia watu nguo, unavua nguo haujali chochote na unashindwa kujua ni nani ambaye amekupatia huo ujauzito, na leo utanieleza ni nini ambacho kimekufanya mpaka umebeba ujauzito katika nyumba yangu. Na tunakuja kujua kwamba Gabo kuna siri nzito ambayo yuko nayo ama Dayo katika movie yetu. Anamnong'oneza mwanamke wake, lakini mwanamke wake alikuwa ameghadhabika sana katika wakati huu, na akawa anaondoka kuelekea ndani kwenda kumfukuza Annabella kulingana ile hali yake ya ujauzito. Lakini Gabo bado alimfuata kwa nyuma na kuja kumwambia mama, fanya kitu kimoja, usifanye hili jambo likaenda kwa haraka haraka, tumpe muda, au kama vipi tumuite tuongee naye. Basi nilofuata waliingia ndani na kwenda kuanza kuzungumza katika meza yao ya mazungumzo ama meza yao ya kupatia chakula. Walianza kumuuliza hiyo mimba ni ya nani, na imekuwaje unapata mimba katika nyumba yangu. Na tunakuja kujua kwamba huyu Annabella na Gabo ni watu wanaotoka katika kijiji kimoja. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo linamfanya aendelee kumwangalia sana Gabo, na ndipo hapa mwanamke ambaye ni mke wa Gabo ama Dayo anaamua kumuuliza Annabella, unamwangalia hivyo mwanaume wangu unategemea nini? Kwamba kwa sababu unatoka kijiji kimoja basi anaweza kukusamea. Basi baada ya mazungumzo hayo Gabo anakuja kusikia kwamba Annabella anasema huyu mtoto nilinaye tumboni ni damu yenu na sitaondoka kokote. Na hii kauli ilitoka baada ya kuonekana mke wake Gabo anamwambia ondoka hapa, ondoka na hiyo mimba yako, chukua vifurushi vyako uondoke katika nyumba hii. Basi Annabella alisema sitaondoka, na alikaza kusema kwamba hii mimba ni ya humu ndani. Na hapa Dayo akaamua kumuita mwanaye ambaye
anaitwa Jordan. Akamuita akamwambia njoo hapa. Basi baada ya kufika akawaomba mke wake na Annabella waweze kutoka nje ili waweze kuzungumza yeye na mwanaye. Basi hapa katikati kuna mazungumzo mengi yaliendelea, na usikose kutazama kipande kinachofuata ambacho ni series katika episode ya pili. Kuna mengi ambayo yameweza kuzungumzwa na ni mengi ambayo unapaswa kuyafahamu kupitia movie hii ya Baraluko. Usisahau kusubscribe. Asante sana kwa kunisikiliza, na weka comment yako nitaisoma.